Geita nimekuja kukutana na baba yetu wa kiroho anaitwa Alex Mkwama. Leo nataka nimuulize swali moja ambalo limeshatokea kwenye maisha yetu sisi kama waimbaji. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Baba, leo nina swali langu ambalo nataka nikuulize kutokana na kuna mazingira ambayo tunapitia sisi kama waimbaji. Sometimes anakuwa kama tunaona sisi pengine sio sawa, lakini tunataka tupate majibu kutoka kwako. Kuna siku moja tumeenda kuhudumu sehemu. Lakini tulipoenda kuhudumu tulipeleka nyimbo. Wakati tunapeleka nyimbo wakataka wasikilize kwanza kabla ya kuimba, wakataka wasikilize kwanza beat. Wakaplay hilo beat, walivyosikia kwamba beat ni la muziki wa aina ya singeli. Yaani kama beat limechangamka. Alikuwa kama kiongozi wa kanisa akawauliza, hii nyimbo mnasikiliza au hamsikilizi? Muda huo hamna hata ujumbe, hujasikiliza ujumbe wote. Wakasema mnasikiliza au hamsikilizi? Wengine wakasema tunasikiliza, wengine wakasema tusikilizi. Sasa kwa sisi ambao ni wachanga labda wa kiroho, kama mwimbaji ukiambiwa kwa muda ule kwa eneo kama lile, hiyo inakukata kabisa kwenye mudi na unaweza ukashindwa hata kuendelea na huduma hiyo ya uimbaji. Kwa sababu inakuwa kama amekukatisha tamaa. Sasa sikuuliza, tulibadilisha nyimbo tukaimba beat ambazo wenyewe wanataka za taratibu. Sasa sisi tunataka tujue kwa faida ya watu wengine wanaotutazama, lakini pia na kwa faida yangu. Hivi huduma au nyimbo ambayo inajulikana kwamba hii ni ya kiroho au hii ni ya kidunia, ipo kwenye beat au ipo kwenye ujumbe? Kwanza nashukuru kwa hilo swali lako zuri kabisa. In short ni kwamba watu wamekariri mifumo ya kiroho, wamekariri pia na mifumo ya kidunia. Vyote ni vitabu, lakini kinachotofautisha kwamba hii ni Biblia ni kwa sababu ya neno la Mungu. Zote ni mic. Kinachotofautisha kwamba hii ni ya kanisani kwa sababu inatumika kanisani. Lakini mic hizo pia naweza zikatumika tabaa. Zikatumika kwenye maklabu mbalimbali. Kwa hata beat au alamu yoyote ile ambayo inapigwa, kinachotofautisha kwamba hii ni ya Mungu au ni ya duniani ni yale maneno, ila sio beat, kwa sababu hakuna ushahidi ambao unaonyesha kwenye Biblia kwamba hili beat ni la singeli, hili beat ni la kanisani. Tunachoangalia ni yale maneno yanayotamkwa, yanamhusu Mungu au yanahusu dunia. Kwa hiyo beat kama beat haliwezi likaondoa kasoro kwamba hii ni ya kanisani, hii ni ya duniani, kwa sababu haipo kwenye Biblia. Hata ingekuwa ni hivyo basi hata hizi mic kwa sababu zilianzia duniani tusingekuwa tunazitumia sisi leo. Keyboard zote zimeanzia kwa watu wa duniani. Lakini Biblia nasema tumsifu Mungu kwa muziki, kwa vinanda, vinubi na yani vitu kama hivyo. Kwa hiyo haina maana kwamba ile ni ya duniani, isipokuwa tu ni yale maneno yageuzwe yawe ya kimungu. Kwa hiyo sio kosa na wala sio dhambi na wala sio uasi. Nashukuru sana baba. Kwa hapo mpaka sasa hivi naamini watazamaji wamenielewa. Jamani, naona mmeelewa. Kama kuna kitu ambacho unaona kiko tofauti na wewe, weka kwenye comment hapo, tutakujibu.